tutakwenda kuona neno moja, we're going to see one word ambalo linatuhusu sisi katika safari yetu ya kwenda mbinguni, that is for us in our journey to heaven, na pia linatuhusu sisi kama watu ndani ya jamii tunapokwenda kukaa. And it also is for us regarding the society that we live in. Hallelujah. Amen. Ndio, ujumbe wa leo ni kama vile swali. The message of today is like a question. Je, Mungu ukataa urafiki? Does God deny friendship? Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Je, Mungu ukataa urafiki? Does God deny friendship? Kwa sababu, mahubiri yamekuwa mengi, preachings are so many, mafundisho yamekuwa mengi, teachings are so many, ambayo baadhi ya hayo, that amongst those, kuna yale yanayoonyesha kwamba Mungu ukataa urafiki. There are those that show that God does not allow friendship. Hataki watu wake kuwa na marafiki. He does not want his children to have friendship. Na pia kuna yale yanayoonyesha kwamba Mungu hutaka watu wake kurafikiana na wengine. And there is also others that say God allows friendship. Bwana Yesu asifiwe. Sasa God. Je, ni vibaya mtu wa Mungu kuwa na rafiki? Is it bad for a child of God to have friendship? Hiyo ndio somo letu la leo. That is our teaching of today. Na kwa sababu imeanza na sura ya swali, Now since I've started with a question, naomba mtu mmoja atujibie I would ask one of us kulingana na ujuzi wake kwa ajili ya jambo hili. Je, Mungu ukataa urafiki? According to their own knowledge, does God disallow friendship? Nani aliye tayari kujibia kwa swali hilo? Who is ready to answer to that question? Kama mtu anaweza kukuuliza, if a person can ask you, wewe kama mwana wa Mungu, you like a child of God, je, baba yako Mungu anakukatalia marafiki? does your heavenly Father disallow you from having friends? Sijui ungejibu nini kutokana na swali hilo kama lingeulizwa kwako. How would you answer that question was asked to you? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesikia jibu moja limesema hapana. We hear one answer says no. Ndio, tusome katika kitabu cha Yohana. Let's read in the book of John. Tusome 15 chapter 15. Mstari wa 13 hadi 15. Verse 13 up till 15. Tusome Yohana 15 na mstari wake wa 13 hadi 15. Tusome kwa jina la Yesu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu, mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Amena. In English it says, no one has greater love, no one has shown stronger affection than to lay down or give up his own life for his friends. You are my friends if you keep on doing the things which I command you to do. I do not call you servants any longer, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you my friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. I have revealed to you everything that I have learned from him. Amen. Amen. Thank you, Lord, for this wonderful moment. As your people, Lord, we come humbling ourselves before you to ask, oh Father, for your favor of a good understanding upon this subject. We inquire, oh Father, with your Holy Spirit to open our spiritual ears, so that, oh Lord, everything which will be spoken here be heard by us, and so that we can be the teachers to each and every one, according to your message on how you want us to live. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God.
Kristo hapa ametuita kwamba sisi ni marafiki zake. You see, Christ here says we are his friends. Na kwa kuthibitisha, and what is kuthibitisha? To confirm. Ameonyesha, he has shown tendo alilolitenda, the acts that he has done, la kuthibitisha upendo wake au urafiki wetu katikati yetu sisi na yeye. To confirm his friendship between us and him. Hallelujah. Amen. Ya kwamba that siwaiti ninyi kuwa watumwa tena. I do not call you servants. Bali nawaita kwamba ninyi ni rafiki zangu. But I call you my friends. Kwa sababu because rafiki hajui siri, samani, servant, sorry. Mtumwa hajui siri za master wake. The slave does not know the secret of his master. Lakini rafiki hujua siri za rafiki yake. He knows the secret of their Na friend. tayari mimi nimewajulisheni ninyi siri nilizozipewa na baba yangu. And already I have told you the secrets that have been told by the Hakuna Father. jambo nililoliambiwa na baba ambalo sijawapatia There ninyi. is nothing I've been told by the Father that you do Kwa hiyo not know. mmefanyika kuwa marafiki Therefore, zangu. you've been made my friends. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo Kristo amekamilisha kwamba yeye anaweza kuwa na rafiki. He has confirmed that he can have a friend. Na kama yeye baba yetu anao marafiki, And as our Father has friends, mara ngapi na sisi watoto kuwa na marafiki? then what about us having friends? Hallelujah. Amen. Ikimaanisha kwamba Meaning that, ndiyo, yes, kama Mkristo as a Christian, naweza kuwa na marafiki. I can have friends. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mkristo As a Christian, naweza kuwa na marafiki you can have friends. kwa sababu Kristo anao marafiki. Christ has friends. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naweza kuwa na marafiki I can have friends. kwa sababu Kristo mwenyewe anao marafiki. Because Christ himself has friends. Lakini sasa But ukisoma vizuri pale ambapo ukielewa vizuri usomaji huu ambao tumekwenda kusomewa, you know, when you read this verse that we've been told, imeonyesha vema nani ambaye anastahili kuitwa rafiki na Yesu. it displays well who is supposed to be called a friend of Naomba Christ. mtu wa Kiswahili atusomee tena. I want a person from Swahili to read again. Tafadhali tusomee. Ile Ndiyo. tusome kwa jina la Yesu. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Haleluya. Amen. Umekuwa rafiki zangu You've become my friend. par condition, mkitenda yale ninayowaamuru. If you do that which I tell Asante you. mama, unaweza ukakae. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale unapoishi mapenzi ya Mungu, When you leave the will of God, pale unapotenda mambo Kristo anayopendezwa nayo, at the point where you do what Christ is pleased with, hapo ndipo Kristo anakuita nani kwamba wewe ni rafiki yake. that is when Christ calls you his Kwa friend. sababu The yuko cause. tayari kukuambia siri za mbingu, He is ready to tell you the heavenly secrets, zile alizozipewa na baba yake, that which he has been given by his Father, ambazo hawezi kupatia kwa mtu wa pembeni ambaye siyo rafiki yake. that he cannot tell somebody who is not his friend. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo ametuonyesha kwamba ndiyo, kama Wakristo tunatakiwa kuwa na marafiki. We are allowed to have friends. Neno rafiki The word friend, au neno urafiki or the word friendship, katika definisio ya kibiblia in the biblical definition, hauna umbali na upendo. it is not far from love. Haleluya. Ninapokupenda, When I love you, ninapokuweka karibu yangu, when I put you close, ninapokuweka katika akili zangu, when I put you in my thoughts, ninapokuweka katika fikra zangu, when I put you in my katika thoughts, maombi yangu inabidi nikuombee, in my prayers I need to pray for you. katika mambo yangu inabidi nikufikirie na wewe, In my plans I need to think of you. pale umefanyika kuwa rafiki yangu. At that moment you are made my friend. Haleluya. Amen. Kuna baadhi ya watu
there are certain people, ingawa mshahara wake kuwa mdogo, despite their salary being small, hawezi kumaliza wote kabla hajapatia mtu mwingine something from ile kidogo anayopokea. they cannot finish it all without giving somebody the little they have. Hallelujah. Hawezi kumaliza mshahara wake hata ukiwa mdogo. They cannot finish their salary even if it's small. Kwa hiyo inamaanisha kwamba anafikiria kuhusiana na mtu yule daima katikati ya maisha yake. That means they think about that person their whole entire life. Na huyo amefanyika mara moja kuwa rafiki yake. And automatically that person is made their Kwa friend. sababu ni mtu ambaye umemweka karibu Because ya wewe. it's somebody you've put closer to you. Katika fikra zako, In your thoughts, katika business zako, in your business, katika uchumi wako, in your commercials. hakuna unachokifanya usipofikiria mtu yule. There's nothing you do without thinking of that person. Hallelujah. Amen. Tunaruhusiwa kuwa na marafiki. We are allowed to have friends. Kwa kukamilisha, tusome pia katika kitabu Now, cha Mezali now to confirm, let us read in the book of Proverbs. 18 mstari wa kwanza. Proverbs chapter 18:1. 18 verse 1. Tusome Mezali 18 na mstari wake wa kwanza, tusome kwa jina la Yesu. Amen. Ajitengaye na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe, hushindana na kila shauri njema. Amen. In English it says, he who willfully separates himself from God and men seeks his own desire and pretexts to break out against all wise and sound judgment. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Katika version nyingine ya Kiingereza kama naweza kusaidia hapo inasema, In another version of English it says, unfriendly people care only about themselves. They lash out at common sense. Amen. Amen. Hallelujah. Kwamba watu wasiotaka urafiki na wengine That unfriendly people ni watu wanaofikiria juu yao peke yao. are people who only think about themselves. Yaani katika maisha yako That means you in your life, hakuna mtu mwingine unayemuona. there is no other person that you see. Katika maisha yako, In your life, katika issue zako, in your issues, hakuna mtu mwingine unayemuona karibu yako. there is no other person that you think Na of. hiyo husababisha hata ukipata hata connection, And that even causes, even though you may get a connection, itakuwa vigumu kwako kumwendea mtu mwingine. it will be difficult to go to somebody Kwa else. sababu gani? Haumuoni mtu mwingine ambaye anaweza kufanya kazi ile. Why? You do not see another person who can do that job. Unajifikiria wewe peke yako katikati ya fikra zako. You only think about yourself in Katika your maisha thoughts. yako unafikiria wewe mwenyewe. In your life, you only think about yourself. Kwamba kile ambacho mimi siwezi kufanya, yani hakuna mwingine awezaye That kukifanya. whatever I cannot do, nobody else can do. Hallelujah. Amen. Selfishness haitakiwi katikati ya maisha ya kiroho. Uchoyo is not needed in your spiritual life. Hallelujah. Amen. Biblia imetuambia ya kwamba Bible says tusiwe watu wa kujipenda wenyewe. we shouldn't be people who love themselves. Tusiwe watu wa kufikiria kwa ajili yetu sisi We wenyewe. shouldn't be people who only think about ourselves. Bali kadiri ya pale tunavyojifikiria sisi, According to how we think about ourselves, tufikirie pia watu wengine. we should also think about other people. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale unapochukua muda wako unawazia kuhusu maisha yako. You see, at that moment when you take time, you think about your life. Hapa hivi tuko mwanzo wa mwaka, Here we are at the beginning of the year. nyakati ambapo wengi wetu wanaweka bidje za mwaka, At the moment when some of us put budgets, wanaplanifia tu ya mwaka. they plan for the year. Lakini sasa But watu wengi kwa wakati huu other people at this time, fikra zake zinalimite kwake binafsi. their thoughts only limit Hata watoto themselves. wake wako kwa budget yake. Even the children are not at the budget. Haleluya. Amen. Lakini mtu wa Mungu But a person of God huweka na maextenda. Haleluya. puts he Mtu wa extends, Mungu huweka na zaidi, he adds even more. kwamba ingawa haya ndiyo yanaweza yakanizatiti kwa mwaka, That despite this can take lakini me for the pia year, kuko na maimprevi ambazo but zinaweza also zikatokea, there are some emergencies that can take place. na hiyo hutokea ikiwa unamweka mtu mwingine katika fikra zako. And that only happens when you think about other people in your thoughts. Lakini ukiwa mtu mbinafsi, If you are a selfish person, alafu watu wengine tunakimbilia kusema kwamba and then other people will run to say, Biblia haitaki mimi kuwa na rafiki, the Bible does not want me to have a friend. ndiyo maana siwezi
kuweka mtu mwingine katika akili zangu. That's why I cannot put someone else into my Na thoughts. huku wengine wanatuuliza And at this other side, kuhusiana na verse ya 24 from the verse of 24 24 ya kitabu cha Mezali 18. of Proverbs 18. Tusome hapo Read there. Mezali 18 mstari wa 24. Proverbs 18:24. Tusome Mezali 18 na mstari wake wa 24. Tusome kwa jina la Yesu. Amen. Ajifanyiaye rafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Amen. Hallelujah. In English it says, the man of many friends, a friend of all the world, will prove himself a bad friend. But there is a friend who sticks closer than a brother. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Watu wengi Many, wanaposoma verse hii when they read this verse, wanasema kwamba They say Mungu that hataki sisi kuwa na marafiki, God does not want us to have kwa friends. sababu marafiki wanaweza kunisababisha mimi niingie katika mambo ya ulimwengu. Because friends can cause me to enter into the things of the world. Hallelujah. Amen. Lakini je, ndivyo maandiko yanavyosema? Is that exactly how the scripture says? Biblia inatuambia The Bible tells ya us kwamba ajifanyiaye marafiki wengi that the person that makes many friends for ni kwa himself, uharibifu wake. it is for their own downfall. Haleluya. Amen. Ajifanyiaye marafiki wengi The one that makes many friends, ni kwa uharibifu wake. it is for their own downfall. Ikaendelea kusema, And it continued saying, lakini but kuna rafiki there is a friend anayekaribiana na mtu who draws closer to a person kupita hata ndugu. more than even a brother. Haleluya. Amen. Katika usemi huo, Now in this saying, Biblia haijakukataza kuwa na rafiki. the Bible does not restrict you from having friends. Biblia haijakukataza kurafikiana na The wengine, Bible does not stop you from having other lakini friends. But inakuonya it warns you kuwa mwangalifu unaporafikiana na watu. to be careful when you befriend people. Haleluya. Amen. Inakushauria It advises you kuwa mwangalifu to be cautious unaposhauriana na watu. when you befriend other Ni people. mtu wa aina gani What kind of a person niwezaye kumsogelea that I can draw katika closer sura ya to urafiki? in a face of friendship? Je, ni kila mtu Is it everybody? au kuna aina za watu ambao naweza nikawasogelee kama marafiki? Or there are many people, or there are some types of people who I can draw closer as friends. Haleluya. Amen. Na ndio maana pale Yesu Kristo alisema And that is why Jesus Christ said, kwamba watu walio marafiki zangu, people who are my friends, watu ninaoweza kupartaje nao siri za mbinguni, people who I can partake the ni wale heavenly watu secrets, ambao wamekubali is those people that have accepted kunisikiliza, to listen to me. wamemkubali Yesu They've Kristo, accepted Christ Jesus. wamekubali neno la They've Bwana. accepted the word of God. Haleluya. Amen. Ndio hawa ambao anasema kwamba hawa wamefanyika kuwa marafiki And zangu, these are the ones that Christ says they've been made my friends. sio watumwa tena, Not just slaves anymore, bali wamefanyika kuwa marafiki, but they've been made my friends. kwa sababu Because wamechukuliwa na Baba they've been taken by the kwa Father thamani moja ile ambayo Baba ananichukulia mbinguni. with one purpose that the Father takes in heaven. Haleluya. Amen. Wewe na Kristo You and Christ, unayo thamani moja mbele za Mungu. you have one value before God. Ikiwa unaye Kristo ndani yako, You have Christ in you. lakini usipokuwa na Kristo ndani yako, If you don't have Christ in you, haujulikani na Mungu. you are not known by God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumeona kwamba kanisa au Biblia haitakataa urafiki, Therefore, we've seen that the Bible does not disallow friendship. lakini inakuonya, Although it warns you, inakuambia kuwa mwangalifu katika kurafikiana na watu. it tells you to be careful in befriending certain people. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Inakuambia uwe mwangalifu katika urafiki wako na watu wengine. It warns you to be careful with your friendship with other people. Kwa nini Biblia ikuambie kuwa mwangalifu? Why does the Bible tell you to be careful? Tusome katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza Let's read the book of 1 Corinthians, 15:33. chapter 15, verse 35. Somo
matatu. Ndiyo. Tusome kwa jina la Yesu. Msidanganyike. Mazungumzo mabaya uharibu tabia njema. Amen. Amen. It's 1 Corinthians chapter 15:30. 15:35. 33. Okay. It says, "Do not be deceived and misled. Evil companionship corrupts and deprives good manners and morals and character." Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia hapo inasema You see, the Bible kwamba says, angalieni vema wakati mnapokwenda kurafikiana na watu wengine, be cautious and be careful when you go to befriend kwa others. sababu ukirafikiana na mtu mbaya Because if you befriend yourself with someone anaweza else, kukufanya na wewe kuwa vile alivyo. they can cause you to be the way you are. Anaweza kukufanya na wewe uwe mbaya kama alivyo. They can cause you to be bad as how they are. Haleluya. Amen. Kwa hiyo inatuambia ya kwamba Therefore it tells us that katika maisha yetu in our life, tunaruhusiwa kuwa na marafiki, we are allowed to have friends. lakini ni nani aistahilie kuwa rafiki yako? But who needs to be your friend? Wewe kama mtoto wa Mungu, You like a child ni of mtu God. gani anayestahili kuwa rafiki yako? Who needs to be your friend? Kwa mfano, For example, katika maisha yetu ya vijana in our youth life, utajikuta katikati ya marafiki zako wote you'll find amongst your friends, ni wewe peke yako unaingia kanisani, you are the only one that enters church. wengine wote Others, kila siku ni tavern every day after school. taverns after school. Haleluya. Amen. Alafu unasema kwamba hawa ndio marafiki zangu. Then you say, these are my friends. Kila mara hata nyumbani kwenu unaenda na marafiki zako. You know, even sometimes at home you go with your friends. Unapofika kwenye kuwa baba yako, When you reach to your presence of your baba father, anasikia harufu ya pombe. the father hears the smell of the Alafu alcohol. baba anashindwa kuelewa nani anayenuka hii pombe, ni mwanangu au ni rafiki zake. Then the father fails to understand who has the smell of alcohol. Is it my son or the friend? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Nani anayenuka pombe hii, ni mwanangu au ni rafiki zake? Is it my child or is it his friends? Baadhi ya wazazi ukemea papo hapo na uambia wale rafiki zako kwamba waache kurafikiana na wewe. Other parents would rebuke their child and tell them, stop with those friends. Alafu mtoto anapoona kwamba baba yake amerebuke watoto nini rafiki zake, And then when the child sees that the father is rebuking his anasirika friend, they get kwamba it. how come They know, how come? baba yangu amefukuza rafiki zangu? My father can chase away my friends. Baba yako anayo sababu. Your father has a reason. Haleluya. Amen. Baba yako anayo sababu. Your father has a reason. Sababu ya baba kufanya hivyo, You see, the reason for your father to hataki do na wewe siku moja it, he does not want one day ufike nyumbani unapelekwa na upepo hivi. you see yourself walking zigzag. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaanza kutembea muzigzagi kama alivyotuambia You hapo. start walking in a zigzag kind of way. Hiyo ndiyo baba anayokwenda kuogopa. That is what the father is afraid of. Utakuta wewe ni mama ambaye umeolewa, You'll find that you're a mother that is rafiki zako but your friends ni watu ambao maadili yao hayapo kabisa. are single women. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sasa Now, unapoona kwamba mume wako amefoka na anawafukuza rafiki zako, when you see your husband chases away your friends, unakasirika you get angry. kwamba hapana, sio nyumba huko. You see, this is not marriage. Imekuwa aje sasa? How is it? Haleluya. Amen. Hapana. No. Bwana anachoogopa You see, what the husband ni is afraid matokeo of ya baadaye. is the results. Haleluya. Amen. Kwamba mke wangu naye asije akaige ile hali ya nini ya wenzake. That my wife should not copy the character of her friends. Katika njia hiyo bwana yako You see, in that way, your haja husband kukatalia wewe kuwa na marafiki. does not disallow you from having friends. Baba yako But your father haja kukatalia wewe kuwa na marafiki, does not stop you from having friends. lakini But anakuomba uchague marafiki wanaostahili kuitwa marafiki wa mtoto au marafiki wa bibi. they want you to be able to know who are supposed to be called your friends as a married woman or as a youth. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nakumbuka nyumbani You see, I remember back home, kulikuwa baba mmoja alikuwa na wanaye wawili. there was a man who had two sons. Mmoja aliyekuwa mkubwa sana, One was very old. marafiki zake hawakupendwa kwao na kijana huyo. His friends were not loved by
the place of Lakini marafiki wa yule mdogo but the friends of that younger one, walipendwa sana, they were loved so much. alafu wakasababisha hata familia mbili kuwa familia moja. They were loved so much to the point they caused two families to become one. Ilikuwa nini? What was the Yule mkubwa, that older one, yeye alikuwa hatumii mvinyo, he was not into alcohol, wala alikuwa havuti sigara. he was not smoking. Na wanapotoka huko shuleni, When they come from school kila siku every day, yeye na marafiki zake wanapitia pale nyumbani. him and his friends, they passed at home. Yeye amebeba daftari zake, He has taken his books, lakini marafiki zake tayari wana smoke, but his friends already they have seen. na pia wananuka pombe hata mbele za baba ya huyo kijana. And they are also smelling alcohol in front of the Jambo lile likaonekana baya mbele za baba. Now that act was seen bad in front of the father. Na baba akamuuliza, hawa ndio aina za marafiki ulioona kwamba ni wema wewe kujirafikiana na wao? Now the father said, are these the kind of friends that you decided to befriend? Lakini kijana yule hakuona vema jambo lile ambalo baba alikwenda kulifanya. But the young man did not like what the father had said. Kwa sababu ingawa baba alikwenda kuwamakia, lakini hakuenda mbali na hao marafiki zake. Despite the father had told him to stop, but he did not move far from them. Hadi ikafikia siku na yeye ameanza sigareti, ameanza na pombe. Up to the point where he started smoking and drinking. Hallelujah. Amen. Baba akamuuliza, umeona matokeo? The father said, can you see the outcome? Haya yametokana na nini? Na urafiki mbaya uliochagua tokea utotoni. This is because of the bad friendship that you chose. Hallelujah. Yeah. Lakini sasa yule mdogo, Now you see that young one, alikuwa na marafiki wazuri, he had good friends, marafiki wacha Mungu, fearful friends, na hata familia za marafiki zake wote walikuwa wacha Mungu. and even their family were fearful. Ilisababisha nyakati za shida upande mmoja, It caused in the times of problems one side. familia zote za marafiki walikuwa wanakuja pamoja na kushangilia kuona vile watakavyokwenda kutatua tatizo hilo. At one time, in times of need, both families would come and look on how to solve the problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakaonekana kama vile ni watu wa jamaa moja au watu wa familia moja, Now it was seen like it was one family. wakati ambapo ni watu ambao hawakuwa wamejuana tokea zamani. Instead, there were people who never knew each other. Aliyewaunganisha ni kijana wao. The one who joins them was that young man. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tulikwenda kuelewa ya kwamba Therefore, we are going to understand familia ile haichukii marafiki. that family does not hate friends. Ingawa taarifa ilienda nje kusema kwamba ile familia haipendaji marafiki, Despite the message went out to say, no, that family does not allow friends. lakini sisi tulielewa ya kwamba But we understood kosa that sio ya familia, the problem is not the family, bali familia inataka but the family ilete wants, disipline kwa mtoto wao kujua nani wa kuchagua kama rafiki. the family wants to bring discipline to their children to know who to choose as a friend. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri kwetu kama Wakristo kuwa na marafiki, It is good for us as Christians to have lakini friends. ni nani unayepaswa kuchagua kama rafiki? But who should you choose as a friend? Wengi wetu Most of us, tunachagulia rafiki yule anayekubaliana na kila jambo unalolifanya. most of us will befriend people who agree with everything we do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rafiki akiwa pale kukukosoa wewe hautaki, When your friend is there to advise you, you do not want. ni kama vile umemwona kuwa yeye ni chukizo kwako. It's as if like you see them as a bad person. Yaani unayetaka kuwa rafiki yako The one that you want to be ni yule kila siku anayekubaliana na matendo yako, every day, who agrees to whatever you want to be, yawe mazuri au mabaya. be it bad or good. Huyo ndio rafiki unayempenda. That's the kind of friend that you like. Mtu rafiki akikuletea mashauri kulingana na ubaya unaoufanya, When a friend brings advices according to the evil that you unachukua distance na yeye. do, you take a distance away from Kuna them. wanawake utakuta There are some women you maadili yake ndani ya nyumba sio mazuri, their behavior in the house is not good, lakini amebahatika kupata rafiki mzuri wa kumshauria. but they were lucky enough to get a good friend to Bwana advise. Yesu asifiwe. Amen. Mama huyo hata dumu na wewe You rafiki. see, that woman will not last with that friend. Ataona, yani wewe unataka uolewe na mume wangu, No,
you want to get married to my husband. Maswali mengi yatakuja kutokea. So many questions are going to come. Alafu mwishowe atafanya nini? And then at the end Atajitenga na rafiki. they will separate. Ili kwamba aendelee maisha yake ya nini? Maisha yake yaliyo maovu katika ndoa yake. So that she can continue an evil life in her marriage. Kulikoni Instead, kufuata maadili anayokwenda kushauriwa na rafiki yake. instead of following the advices that she is being advised by her friend. Na hiyo ndiyo tatizo ambayo watu wengi tulionayo katika ulimwengu huu. And that is a problem that many of us have in this world. Urafiki sio mbaya. You see, friendship is not Lakini ni vizuri kuchunguza nani wa kurafikiana you naye. need to know who you are going to befriend. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia lengo kubwa la urafiki, You see, when we look at the main goal of friendship, ili kwamba tupate kuangalia kwa nini mwanamke angepaswa kabisa kuwa na rafiki anayemshawishi wakati wa nini wajaribu zake katika ndoa yake. why it's important for a woman to have a friend who will advise them in the development of their marriage. Tunakwenda kuangalia pia katika kitabu cha Methali. Well, let's look in Proverbs 27:17. 27:17. Proverbs 27:17. Some Methali 27:17. Some Methali 27 na mstari wake wa 17, tusome kwa jina la Yesu. Amen. Chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Amena. Amen. In English it says, iron sharpens iron, so as a man sharpens the countenance of his friend, to show rage and worthy purpose. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Biblia inatuambia kwamba The Bible tells us lengo la kurafikiana the goal of friendship ni kunoana. is to sharpen each other. Haleluya. Amen. Ni kunoana. Is to sharpen each other. Pale mimi ninaporafikiana na wewe, See, when I befriend you, kiini cha mimi kuwa rafiki yako the purpose of me befriending you sio kwamba ukubaliane na kila jambo ninalolifanya, is not for you to agree with everything I bali do, ni kwamba but unapoona mwenendo wangu sio mzuri, when you see my act is not good, unishaurie. you should advise. Haleluya. Unaponishauria, When you advise, unaninoa. you sharpen. Unataka mimi niwe vile maandiko yanavyotaka mimi kuwa. You want me to be as how the scripture wants me to Unataka be. mimi kuwa mtu ambaye nimekamilika. You want me to be a person who is well qualified. Unataka mimi kuwa You want me to be mtu ninayestahili. a person who is worthy. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Huyo ndiye rafiki aliye mwema. That is what we call a good friend. Rafiki anayekushawishi wakati wa nini, wa shida yako. A friend that advises you in the time of your problem. Haleluya. Lakini wengine wanasema kwamba huyu jamaa, Others say, nah, you see huyu this jamaa man, hafai you kabisa. see this man is not Mimi good. niko nafanya hiki, I'm doing this. lakini yeye ananiambia niachane na udemu. But he's telling me to stop with this woman. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajipatia masababu You zako give your reasons. ambazo sababu hizo Which those unataka reasons, marafiki zako wote you want all your friends wakuunge mkono kwa ubaya unaokwenda kutembelea. should agree on the evil that you are about to commit. Na kulingana na hiyo, And according to that, wale wanaokuunga mkono, those who are committed with hao you, ndio wewe unajichukulia kwamba hawa ndio marafiki zako. those are the ones that you say, these are Ingawa opinio zako ziwe mbovu, your opinions can be weak. wale wanaokuunga mkono Those who ndio agree unaoona with kwamba you hawa ndio marafiki are the zako. ones that you say, no, truly, these are my Lakini friends. yule anayetaka kukukorekte kutokana na opinio yako kuwa mbaya, But the one that wants to correct you based on how bad your opinion is, unamwona kwamba huyu hastahili kuwa karibu yako. you see that, no, this person is not going to be before me. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna siku But there is a day utamkumbuka yule aliyekuwa akikushauriria. you will remember that person who would always advise you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia You see, the Bible katika tells us, wakati wa Nuhu, in the times of Noah, Nuhu alipendezwa na kujirafikiana na kila mtu wa wakati wake. Noah was pleased with befriending everyone in his time. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati alipoambiwa siri ya gharika itakayokwenda kutokea, Even though he was told the secret of the flood that is to come, akaona sio vema niponde
peke yangu. He saw it is not good for me to be saved alone. Akachukua miaka yake kuhubiria watu habari njema. He took his years and preached the good news to people. Kuambia watu kuhusiana na gharika inayokuja. To tell people concerning the flood that is coming. Na matokeo yatakayokuwepo baada ya gharika. And the results that will come after the flood. Ile ilionyesha kwamba alikuwa mtu mrafiki kwa watu wote. That showed how friendful he was.